mwingine akaja kanishika miguu. Alivyoshika miguu akaanza kunivua nguo, akanibaka, na alikuwa wengi, alikuwa 6. Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Bramsh Effect, Bramsh Stories. Unajua kila katika kupita vitu zangu lazima sasa leo bwana nimekutana na mdada hapa. Hebu ngoja kwanza tumsikie, tunaweza tukamuelewa bwana. Sema usisahau kwenda katika YouTube yangu channel ambayo ni Bramsh Story, ambayo katika akaunti yangu hapa ya TikTok nimeweka link yake ya kwenda katika YouTube yake channel. So usisahau. Naitwa Shani. Nimezaliwa hapa Dar. Okay. Kipindi niko shule ya sekondari. Nakumbuka nilikuwa kidato cha 3. Nilikuwa na rafiki yangu wa kiume. Yaani ni mpenzi wangu. Na kiukweli tulikuwa na ndoto ya kufika mbali. Hatimaye hata baadaye inawezekana tukaja Mungu akabless tukaoana. Lakini Mungu si Asumani, haikuwa hivyo. Labda niseme mwenzangu alikuwa ananidanganya na hakuwa na lengo zuri na mimi. Ndio. Kwa sababu kwanza hakuwa Bennett sana na mimi, na hata alikuwa anafanya mambo yake kwa kuniforce. Kawaje? Nakumbuka siku ya Jumanne ilikuwa tarehe 13. Tulikuwa wote shule, tukaenda shule na akaniambia hivi kwamba siku ya Jumamosi sisi tuna tuition shuleni. Tunaenda siku ya Jumamosi. Akaniambia siku ya Jumamosi anahitaji kuonana na mimi. Nikamwambia sawa. Kweli tukaenda shule, tulipomaliza mitihani, muda wa kuondoka nikamfuata. Akaniambia hivi twende sehemu nipeleke. Nikamwambia sawa. Ni kweli nikampeleka mpaka tukafika. Lakini akaniambia anataka achukue kitu chake kwa rafiki yake. Kwa akaniambia hivi nisubirie. Kweli akaingia mpaka ndani. Ghafla nikamwona yeye ametoka nje. Akaniambia njoo. Nikamwambia hapana, mimi siwezi kuja. Akaniambia usiogope, wewe njoo tu. Kwa kuwa ninamwamini, nikaingia hadi ndani. Lakini pole sana. Lakini nilivyoingia ndani nilikuta kitu cha tofauti. Nilimkuta akiwa na marafiki zake wengi na mimi nilikuwa nikiwajua. Mara hapo tu nilipoingia ndani sikushangaa, maana ninawajua na wao pia wananifahamu. Lakini cha ajabu kilichotokea. Pole sana. Nilipoingia mle ndani akaanza kunivuta. Nikamwambia vipi, mbona siwaelewi? Akaniambia tulia. Mimi nikatulia. Hofu muda ulikuwa tayari imeshanitawala. Nilikuwa naogopa sana hadi kiasi cha kutetemeka mwili. Nikamwambia hivi, mbona sikuelewi? Na kitu ambacho umekifuata kipi? Akaniambia wewe, mimi sijafuata kitu huko. Na leo ndio siku yako imefika. Siku zote nilikuwa nakupangia, sema nilikuwa nakukosa unanikwepa. Ila leo ndio siku yako imefika. Nikamwambia mbona sikuelewa unachoongea? Akaniambia utaelewa tu. Mara wenzake wawili akaja, akawa amenishika mikono. Na mwingine akawa amenipiga mtama, nikaanguka chini na kunishika miguu. Pole sana. Nilianguka chini, wengine wakaja kanishika miguu. Alivyoshika miguu akaanza kunivua nguo, akanibaka. Na alikuwa wengi, alikuwa 6. Na wote waliniingilia. Sikuwa na la kufanya. Ilibidi tu nikubaliane na hali. Japokuwa mara ya kwanza nilikataa, na nilikuwa nikijaribu kupambana nao, na wakanitishia hadi maisha yangu kwamba nitavozidi kupambana nao wanaweza hata wakanidhuru. Pole sana Shani. Asante.
nachelea kuuliza chochote, inawezekana kukumbusha machungu zaidi. Nasema pole kwa sababu si kitu cha kawaida na hakikuwa kitendo cha kiungwana. Ulifanikiwaje kutoka baada ya wao kufanya tukio lao hilo? Kiukweli kwenye kutoka ilikuwa ni ngumu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nilifanikiwa kutoka. Maana nilianza kupiga kelele, nilianza kupiga kelele wakawa wananiziba na kuniingiza nguo mdomoni, lakini nilizidi kupambana nao. Mwisho wa siku nikawa naendelea kupiga kelele, ile nguo mdomoni kanitoka. Na kile chumba cha pale ni karibu na makazi ya watu wengine, hivyo wakawa wanasikia, ndo wakawa madirishani wanagonga gonga, kuna nini jamani, kuna nini, ndo wao kukimbia na mimi kupata nafasi ya kutoka. Aisee, pole sana. Asante. Na mpaka unatoka, yeye rafiki yako huyo wa kiume ambaye ndio ulikubaliana naye kama mpenzi, bado naye alikuwepo ndani au alikuacha kwa hao marafiki zake? Yeye ndiye alikuwa kwanza kunifanyia hivyo. Badala hapo akaondoka, akaambia wenzake, nyie malizeni kazi, mimi sina shida naye tena. Yeye akaondoka na kuniacha na marafiki zake ambao niliwakuta kule. Na pia nilijaribu kuwaomba na kuambia acheni hicho ambacho mnataka kukifanya. Na pia nilikuwa naona kama marafiki zangu, maana ninawajua na ninawatambua na ninasoma nao shule moja, lakini sikutegemea kitu ambacho alinifanyia. Pole sana Shana. Asante. Ulifikaje nyumbani? Kiukweli wakati natoka pale ilikuwa ni ngumu sana kutembea, lakini ilibidi niombe msaada wa dada majirani ambao walikuwepo pale, na ndio ambao walinisaidia na kunifikisha nyumbani. Na nyumbani unaishi na nani kama tulivyokukuta hapa, au kuna mtu ulikuwa unaishi naye? Nyumbani nilikuwa naishi na dada yangu. Ulimhadisia kilichokukuta au yeye hakufahamu kwa wakati huo? Hapana, yeye hakufahamu kwa wakati huo, maana hata ile siku ya kwanza nilimficha, maana nilikuwa naogopa. Nilivyorudi tu nilimkuta yeye akiendelea kufanya shughuli zake, mimi nikapita direct nikaingia ndani. Nilikuwa nikilia sana, maana sikufurahishwa na kile kitendo. Ndio. Pia yeye kama dada alinifuata na kuniuliza, lakini mimi sikumjibu. Nilimwambia tu najisikia vibaya, siko sawa. Ndio. Kuna kunifollow Instagram ambao ni Ramsh Effect, kana kunifollow FB katika Ramsh page au Ramsh Favazi. So bwana, tukutane katika comment section. Na kuisha hii ndio mwanzo wa story nyingine bwana. Tukutane kwenye YouTube channel.